Nilimpoteza rafiki yangu na kama mnavyojua tumempoteza kigogo Diblo Kaberia ambaye alikuwa mtangazaji shupavu. Na juzi hapa katika Radio 47 na vile vile TV 47 katika kipindi cha 90+ niliwakashifu watu ambao wamemsumbua na kumkalifisha rafiki yangu. Sikuwa nasema hayo labda kumtisha yeyote ama kumfukuza yeyote. Maana wakati wa huzuni tunamtaji kila mtu. Na nawaomba jamani, tuweni na amani wakati tunapotumpumzisha rafiki yangu. Na kuna pay bill ambayo imetolewa. Hii pay bill ni ya familia, sio ya mtu yeyote. Tafadhali tuchangie kama Wakenya kumrahisishia rafiki yangu safari yake ya mwisho. Kelele nilipiga hapa wiki moja. Na Mungu amefanya mambo yake. Namrudishia subhana shukran. Maanake nilisema kwamba rafiki yangu ameteseka sana katika miaka 17 ambaye amekuwa mtangazaji. Kuna jamaa, a mutual friend, ambaye alinitumia shilingi 216,000 216,000. Alinipigia simu akaniuliza, Arocho, nimesikia kitu ambayo umesema. Kaberia ana wana wangapi? Kaberia ana watoto 3. Mmoja mkubwa mwanamume ni mwanafunzi katika chuo cha katika Ratina University. Na anafanya nursing. Akaniambia, Rocho, give me the bill. Wewe jamani, nikampa bill ya 216,000. Kila mwezi, kila semester ni 36,000. Amebakisha 6 semesters. Ukipiga hiyo ni 216. Nikamwambia baba, bill yake ya shule ni 216. Ndani ya kaltas. So kelele yangu haikuwa ya kumkashifu yeyote, na yule ambaye alikwazwa na muomba anisame. Lakini ilikuwa tu ni kuweza kuleta hamasa kwamba kuna jambo ambalo ama hali halisi. Hali halisi. Unamjua Diblo atakushinda wafanyikazi wenzake? Hapo sasa mimi Diblo namfahamu sana. Diblo nimekaa naye kwa miaka 16 sasa. 17. Diblo ndo alikaribisha kwenye redio. Yeye ndiye alinifunza kazi ya utangazaji. So he is a friend. Tunacheza naye katika timu ya Tusker wazee. Tuko naye katika SJAC, Sports Journalist Association ya Kenya. Na tunacheza naye katika timu ya wanahabari. So Diblo hata baada ya kuweza kutoka kule kwingineko tumekuwa karibu sana. Kwa sababu sisi ni marafiki, tumekuwa mandugu. Watoto wake wananijua. Hivi moja kwa moja wananiita Arocho, wananiita anko. So hiyo ndio ilikuwa inanigusa. Shida yangu ilikuwa ni hawa watoto. Maana tungefanya mazishi tutasahau familia. Lakini namshukuru Mungu. The firstborn Karatina University ametenda paid paka hiyo amemaliza. Na huyo jamaa ameniambia, Rocho, I want to remain anonymous. Hastaki ujulikane. Mzuri huyo. Ametoa na mkono wa baraka. Na naomba jamani, wale ambao waliona ni kama nilitishia watu wasije kule Meru. Mimi naomba sote tufike, tumsindikize rafiki yangu. Please don't misquote me. Naomba pia basi rafiki yako pia angefanya vile unavyofanya. Rafiki yangu yupi? Tafadhali wacha tuachane.